Nawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Tunayo furaha na shukrani ya kuwa tena mbele ya kazi ya Bwana siku ya leo. Tunasema jina lake libarikiwe. Usomaji Yoshua sura 1 mstari wa 2 tena mpaka mstari wa 9. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Musa mtumwa wangu amekufa. Ondoka sasa uvuke Yordani huu, wewe na watu hawa wote, mkaende kwa nchi niliyowapa wana wa Israeli. Kila pahali miguu yenu itakapokanyaga nimekwisha kuwapa ninyi, sawa sawa nilivyomwambia Musa. Toka jangwani na Lebanoni hii hata mto mkubwa, mto Frati, na nchi yote ya Wahiti, na hata bahari kubwa, pahali jua linapoingia, itakuwa mipaka yenu. Hakuna mtu atakayesimama mbele yako siku zote za maisha yako. Hakuna mtu atakayesimama mbele zako siku zote za maisha yako. Sawa sawa nilivyokuwa pamoja na Musa, nitakuwa pamoja nawe vile vile. Sitakupungukia wala sitakuacha. Kaa na nguvu na uwe hodari, maana ni wewe utakayerithisha watu hawa nchi niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Kaa tu na nguvu na uwe hodari sana. Uangalie na kufanya sawasawa na sheria yote Musa mtumwa wangu alivyokuagiza. Usiache kwenda mkono wa kuume wala mkono wa kushoto, ili ubarikiwe mahali pote utakapokwenda. Kitabu hiki cha sheria hakitaondoka kinywani mwako, lakini utawaza ndani yake mchana usiku, uangalie na kufanya yote yaliyoandikwa ndani yake. Halafu utafanyiza njia zako kwa njia ya baraka, na maneno utakayoyafanya yatakuwa vizuri. Sikukuagiza kaa na nguvu na uwe hodari, usiogope na usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako ni pamoja nawe pahali popote unapokwenda. Amen. Amen. Tupane senteze kidogo ya maneno ambayo tunasoma. Chapitre 1 verset 2 yake inatuonesha kisi Mungu anaambia Josue, anamurapele kisi Musa amekufa, kisha anampatia kazi. Ase wewe sasa unakamata eleve yake, wewe ndio mwenye utavukisha Israeli, wewe ndio utavukisha Israeli Jordan, juu mwende mufikie kwenye promesi. Verset 3 yake anamwambia fasi yote kwenye miguu yako itagusa, takanyangaka ngamba hapati. Deja tunakuwa ma promesi. 4e verset anamwankuraje, anamuonesha plito fasi kwenye batakuwa maheritage, ma promesi. Anamuonesha mingine zote zenye batakuwa nazo. Ile 5e chapitre yake Joeli ninafurahia sana, anampatia maassurance ya kutembea naye. Hakuna mwenye atasimamaka mbele yako. Maana komba zote zotapiganaka utaziganyaka. Kisha neno lingine anasema pale ya nguvu, kisi nilikuwa na Musa ndio nitakuwa na wewe. Haleluya. Comme j'étais avec Moïse. Naangalia kisi Mungu ni Mungu wa principe. Mungu ashanjake ma principe le chine. Quelle que soit circonstance, Mungu anagardaka principe zake.
Anasema comme j'étais avec Moïse. Kisi nilikuwa na Musa, hata Musa haiko njoo vile tu ndakuwa na wewe. Maki nilifanya Musa ntalifanya na wewe. Haleluya. Sisi yeme nanipatia ingine maneno ya kumtia nguvu. Anamwambia wewe kibina kulomba sasa. Mwi kutembea na wewe, usipatie nguvu. Usitia nini? Nguvu. Tena nasema ukwe courage. Bwana asifiwe. Sois fortifié, sois courage. Juu wewe unataka bebesha, unataka kuridhisha watu. Ukakutana na kuseti, anarudia tena, sema sois fortifié. Bwana asifiwe. Ana-insiste bado. Mnifuate mzuri kulikuwa mimi naanza hivi. Haleluya. Ana-insiste tena, sois fortifié. Mungu alijua kwa nini anarudia ile maneno. Mimi nakuomba uwe na nguvu. Uwe hodari. Tena mimi nakuelezea. Ujitie nguvu. Tena ufanye uobserve bien commandement zote zenye Musa alifanya nini? Alifundisha. Donc oui parcours yote observe bien usitii sheria zenye Musa alifanya nini? Alifundisha. Unaona hapa mimi napenda Mungu aseme Yoshua ndakufundisha zingine sheria. Mimi anasema zenye Musa alifanya nini? Alifundisha. Bwana asifiwe. Wiki anamrudishia vile tu ya Musa. Kitabu ya sheria kisitoke mnini? Juu mkinywa yako unapokisoma, juu utaweza. Na mimi napenda pale anasema mvyote ni utafanyana. Français nasema ni dans tout ce que tu entreprendras. Haiko tu ya maisha ya kiroho na maisha ya kimwili. Ukaweka neno la Mungu nayo utafanya. Utaweza. Kama ni commerce hapo utafanya. Itawezekana. Kama ni masomo utafanya. Sema secret ninakupatia. Ni kuweka maneno ya Mungu ndani. Wewe. Nefu tena na rudini. Sinisha kuambia kuwa na nini? Na nguvu. Haleluya. Ona maneno sema Mungu anarepete sana. Kuwa na nguvu. Niliposoma Biblia ilinituma sasa niingie mu meditation. Haleluya. Mada ambayo tunatazungumzia siku ya leo, je, inaandikiwa hapa? Ndio mada ya somo ya mwaka. Lève-toi et avance. Bwana asifiwe. Mada ya mwaka ni lève-nous et traversons. Lakini mimi nakusia lève-toi et avance. Bwana asifiwe. Jo somo ambalo nataka kusia siku ya leo ni supo inapatikana mwa mada ya mwaka. Usimame na ufanye na uendelee. Mungu anashiatese kwa nani? Kwa Josué. Quelle circonstance? Alikuwa na baba yake. Qui était le père? Moïse. Bwana asifiwe. Moïse anafanya nini? Anakufa. Kama unaandika Biblia unasema. Kwa andika Biblia unasema. Mort visionnaire. Alléluia. Mais kabla niendelee, ningelipasha sema kwanza, hivi sasa pili kila mtu ataisoma. Join kwa hapa kukaliko, hayo nisoma leo. Bwana asifiwe. Deuteronome 2:4. Wewe uandike tu utaisomea kwa nyumba. Kitabu ya Kumbukumbu la Torati. Kitabu ya Kumbukumbu kiliandikiwa kwa circumstance gani? Ni kitabu kimeandikiwa wakati Musa, Mungu anamwambia misio yake anafanya hivi. Inaishi. Aliwakumbusha nini?
Manu, mnipe sauti. Huku chini hatuna mabavu. Siko tutukua sikia kuiza hivi. Umwe pale. Bwana asifiwe. Sasa Musa anasema nini? Mimi nataka fanya. Mimi nataka ende. Mimi nataka ende. Lakini nyinyi mnataka riti nini? Mnataka riti. Urithi ambao Mungu alifanya. Alibabati. Kule kwenye mnaenda huko nako baraka. Bwana asifiwe. Kule kuko mchi wa nini? Wa asali na nini? Na maziwa. Haleluya. Ni mchi ambao unaenda pata vyote vya Mungu aliwaambia. Lakini sasa tutafika kule usisahau nani? Mungu. Haleluya. Sasa Musa anaanza kuambia vile Musa akakufa. Musa alipokufa, ndio Mungu anaita sasa nani? Yeshua. Anaanza kumpatia ile maneno. Maagizo. Inamaanisha nini? Karanta ya Musa inafanya nini? Inaisha. Karanta ya commencement ya fusion inaisha. Bana haki ya kutraverse pour que la vivre nini? Promesse. Alléluia. Il y a une 40 ans. Balivumilia mjangwa. Balipita kwa problème. Sasa imeisha. Avant la traverse, inaomba babakumbushe vitu vya nani? Vya Mungu. Alléluia. Kanisa la Aisha tunamaliza 40. Tunataka vuka kwenda pata promesse d'Dieu. Sasa inabidi tukumbushiwe na sisi maagizo za nani? Za Mungu. Haleluya. Visionnaire Musa amekufa. Mungu wakati aliita mtu afanye kazi, Mungu anakuwa na lazima ya releve. Bwana asifiwe. Mkazi yote ya Mungu iko na lazima ya releve. Beni matakuya nyuma ya nani? Ya wengine. Unaona Musa alikuwa anajisumbua. Basi nani njoo atabeba watu wao? Sasa Mungu anaanza niambia atakufa. Mungu akamwambia, "Ona Yoshua mwenye unazoea kuwa naye wapi?" Pale. Bwana asifiwe. Tunasema ya kwanza visionnaire amekufa, ya pili Mungu anakuwa na lazima ya nani? Ya releve. Pourquoi? Juu tunapita 40. 40 tutaita nini? Ni periode ya transition. Bwana asifiwe. Ni periode ya nini? Ya transition. Transition ya nini? Kutoka appel, vision, kuingia promesse, ume kwa accomplissement ya Mungu alifanya. Alisema. Haleluya. Israeli inapita kwa transition. Na nini itawabatishia kupitisha? Transition maana yake nini? Ni kitu moja banaweka katikati kikina permettre kuunganisha element mbili ama vitu viwili. Bwana asifiwe. Sasa Karanta ilikuwa transition ya kutoka ku appel mort ya Moise na kufikia ku promesse kuingia kunini? Terre promise. Alléluia. Sasa pour que bafikie kule promesse, il y a un journée à traverser. Alléluia. Manake transition ya zile 40 mbili ilikuwa Yordani. Ilibidi walifanya nini? Walivuke. Bila kuvuka Yordani hakuna kufika wapi? Kanaani. Alléluia. Bila kuvuka Yordani hakuna kufika wapi? Kanaani. Njoo na mada yetu ni nini? Ya mwaka ni tusimame tufanye nini? Tuvuke. Kama
Je vais, je dois faire. Alléluia. Pour que Jordan ivuke, Yoshua kwanza négocier. Alicomprendre que Dieu ivuke, il faut y traverser. Akelezea Mungu, nous allons faire tout à tia miguru mu Jordan. Ikitaka tumeze nesi tutaingia ndani. Wakati wanatia avec la foi, Jordan inashipasua. Force yako itafungula milango zenye zilikatalaka fungula. Kuwa na nini? Na uwe chuna vita ziko mbele. Mupenda usipopenda vita iko. Tena kama vita teketeke. Kuko bali shia. Anamwambia kuko bali shia. Mais pour que ukule inalomba upige nani? Pour que ufike ku promesse, il faut shia feli. Ukongoka shia hakuna promesse. Ukongoka shia hakuna heritage. Alléluia. Premier point, andika, notre Dieu est le Dieu de relève. Mungu wetu ni Mungu mwenye anataka kufanya, kukukombola. Wakati mimi natumikia Mungu, kama sitayarishe relève, timbali niko nafanya shiki. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Choma na Yesu na mumisio yake yote hapa mdunini alikuwa anatumika leo na prepare nini? Relève yake. Musa naye aliprepare na relève yake. Josué alikuwa prepare. Bila yeye kujua kama atafanya relève, mais alikuwa prepare. Bwana sifiwe. Dieu dit, les circonstances ne bloquent jamais le plan de Dieu. Amen. Matokeo ayambeshake mipango ya nani? Ya Mungu kufanyika. Haleluya. Matokeo sisi na kuyakuya. Oh, mama leo, mbona watu waonekane? Mbona kazi ya Mungu? Mbona tunawabaleta nituachia? Mbona vile aliwezi acha Mungu anashindwa problem yake. Si tusipo na tia fasi ya Mungu. Mungu tuko na lazima arelewe. Akishapata tu mtu mmoja mwenye anaitika kufanya releve, Mungu atakomplete plan yake. Bwana sifiwe. Usitaki kuona unasema mbona mafulani haviko? Mbona mafulani haviko? Tutatumika achana na mafulani. Mungu tuko na lazima mwenye anaitika. Mimi naendelee. Mungu ana lazima ya watu wa mingi. Lejie de minorite. Bwana sifiwe. Choma anasema niko na lazima watu ngapi? Mtu Musekarialia, releza tabaya nani? Bona, hakumianga wata biweza. Musa kapunga kwa kuna shisumbwana nani? Ule mwenye anazoeka kufuata saa yote, anakuweka karibu yako. Nilimutiaka pale kubure. Releve iko pale. Josué iko pale. Bwana sifiwe. Ndasema nini? Kila kazi ya Mungu ambayo inaanza ina lazima ya wapiendeleshe. Bwana sifiwe. Ina lazima wakufanya. Haiko siri tunaianza ndio tutamaliza. Inabidi na sisi tujue kama nyuma yetu ifo kuombe matafanya. Wapiendeleshe. Bwana sifiwe. Mungu kuna lazima nini? Ya continuité. Haleluya. Deuxième point. Yeye ukanda unayua kufuatana na ile shairi. Renouvellement de la mission. Mungu anarenouvela kanini? Mission. Mission ni ile. Tokea mwanzo Musa Mungu alimwita akasema nini? Bila kuita tu fikishe Israeli wafikishe wapi? Mission Musa alikuwa fikishe Israeli wapi? Family anakufa. Sasa anaita Yoshua anamwambia nini? Pourquoi anaita renouvellement ya mission? Haiko mwanzo ya mission nyingine. Lakini ile mission ya kwanza ndio anaiendeleza kupitia mtu mwingine. Bwana sifiwe.
Yoshua nini? Yenye Musa alifanya nini? Alimfundisha Jobu vile. Kuendelesha. Bwana asifiwe. Pourquoi kuendelesha? Il est le Dieu de la conduite. Kuendelesha usichange. Bwana asifiwe. Kesi nilitembea na Musa, njoo vile natembea na nani? Sheria zangu zilipatia kama Musa Jozo utembelea. Kama nilimwambia kwa naomba kusaza Bwana, na wao wanakia nimo Bwana sifanye. Kama nilimwambia kwa nafika kila siku mkanisa, lendi fika kanisa, mercredi fika, vendredi fika, dimanche, na nini mko nafanya nini? Unajua hakuna kikinachaka Mungu anajionyesha. Sasa watu wanabakia kwa mapatano yao ya kwanza. Bwana asifiwe. Hapana sema vinatushinda. Kama dunia evoluwe. Vile tulikuwa tunafanya ni ya zamani. Tiko sawa na balianza kwa wakati wao. Sisi tunakuwa sasa wakati wetu. Tunaweza leta yetu sasa. Deja Mungu anafanya. Tapafika pale. Mungu anafanya. Anatoka. Bwana asifiwe. Mungu anatoka. Mtaenda na Mungu hakuna naye tena. Mungu anaheshimiaka mapatano yake ya nini? Ya kwanza. Haleluya. Malgré la nouvelle mission, même mbele yao kuna barrière. Barrière ni nini? Wala. Yoshua unaenda kutisha watu. Lakini mbele yao kuna nini? Yordan, barrière iko pale. Haiko souvent benye balianzisha mission ndio wanavuka ile barrière. Souvent ni relève ndio wanavuka pale. Sasa najua mwivuki il faut mkweli hodari. Bwana asifiwe. Haleluya. Vuka. Kama upendi kuwa hodari utakufiaka pale mambo na yona. Haleluya. Barrière pale. Ili ufikie mission inabidi ufanye uvuke barrière. Or, tu dois atteindre l'objectif ya kuvuka ile barrière. Il y a trois choses à éviter. Vitu tatu vinakuwa kama obstacle mpaka kufikia promesse ya Mungu. Kia kwanza ni boga. Bwana asifiwe. Boga ni elema ya kabambi. Yeti leo na wewe na mimi inapaswa acha Mungu asitimize nini? Siko hapa. Wakati utazifikia ni wakati utashinda boga. Bwana asifiwe. Leo barriere yetu si haiko Yordan. Lakini barriere yetu ni nini? Ni boga. Bwana asifiwe. Kuko watu hapo kabambia wakati kanisa siku zote. Boga ya kule na fanya. Inakwenda. Sasa tukikola fika kanisa kila siku tutaishi haya. Boga ya nini? Inaingia. Ile ni barriere. Nikakula funga vitu vyangu vyote ndaendelea yake kweli. Eske nikakula tena kama kanisa na migulu kweli. Mbona sikuwa na transport? Ndakona pata vya kuona kwa kila siku. Boga ni barriere ya kufikia promesse de Dieu. Bwana asifiwe. Muda wote unataka fanya kazi ya Mungu. Wote na kuamkia ndani. Huyo kama kwa shiletea barriere ya accomplissement ya nini? Ya promesse. Hata balisha sipatia za mingi na kuasile kwenye boga hiko promesse za Mungu zifanye nini? Asatimika. Njoo maana walikuwa wanarudilia Yoshua. Ondoa nini? Ondoa nini? Pale Mungu hapo anasema sasa nakusaidia kutosha nini? Mungu anasema nakusaidia. Yoshua alishaomba Mungu nipatie nguvu ya kutosha boga. Boga ni mambo tunataka kufanya. Boga ni nini? Ni scholarship. Mungu kichwa hapo pekee unasema nini? Hakuna kikitafanya kitanifikia. Mimi nakifaa. Siogope kitu. Kama ngalala njala nikitaka nifanye nini? Ninalo njaa. Bwana asifiwe. Joshua wavuke. Ni wakati walipiga kutia miguu mwingine. Kutosha boga ni kuogopa consequences ya nini unataka fanya. Kazi ya Mungu. Mimi narudia ndalala njala. Niko prêt kulala njala juu ya kazi ya nani?
Sitamsaliti. Bwana asifiwe. Baridi ya kwanza tunasema ni nini? Ni boga. Ya pili ni tutu. Mashaka. Bwana asifiwe. Mashaka. Hakuaminiki ni Mungu alisema anaweza kufanya. Anaweza kuyakomplete. Pakristo leo tunakuwa na mashaka sana. Na inatuma hatuone neema ya nani? Ya Mungu. Nikabakia pale sitafikia kwa niko na Afrika juu kwa sasa kwa kimbia. Mimi ningepasha kusema mingi pale kututusi. Bwana asifiwe. Choma na Mungu kunaelezea. Yoshua nilishakurudilia. Uko na mimi kuwa utani. Maana kama natamwambia ni maisha yako tosha ni madini. Ni matutu. Mimi nishakwambia hakuna matasimamaka mbele yako. Sisi nilishakwambia tosha nini? Tutu. Uelewa kwamba hakuna tutu inatofaka nini? Atasimamaka. Bwana asifiwe. Kama Mungu alishakwambia magonjwa yako Mungu anaiponyesha. Hata leo inakuluma, amile magonjwa Mungu alishafanya. Alishaponyesha, wewe utachokea, lakini Mungu alishafanya. Kisha siku za mbele utafuta ile magonjwa yote una tena. Sio Mungu alishasema. Lakini kama tutu iko wewe, hata wakusemee, wakurukia hapo, pona. Hautapona. Bwana asifiwe. Troisième chose, yanakumaka Mungu haakompli ni maustaka. Bwana asifiwe. Ama vibambazi. Kuna kwa vibambazi mingi. Unaweza kuwa unataka kufanya kazi ya Mungu. Kunatokea kitu kinakuzuia usifanye. Unaweza kuwa na kurasa kunamuka kwa kazi ya Mungu. Inakuinukia. Watu wanakuvunja nini? Bali ni maustaka. Ungekuwa unafuatana na wale watu, hautaona kitu kwa nani? Ndio maana Daudi iko nauliza mwenye atapiga wale watampatia nini? Asema atampatia nini? Na mfalme atampatia jina la kabani. Asema vipi na jina la kabani? Kisha kakake akamwambia nini? Wewe bila kujua kwa nani? Moyo wako. Mimi nakuchuona kwa nani? Na wakaribu yako anapaswa kukuvunja wakati unakuwa na determination kwa kazi yako. Bwana asifiwe. So wakati wa vile anafika anakuwa kibambazi, anakuwa obstacle. Mungu atende objectif za Mungu. Inaomba obstacle usikuwa usifanye. Usipasule. Hata anasema sitaweza, mimi naenda. Hata anasema kwa uliwai, ndakuwa uliwai sana. Bwana asifiwe. Kama na mite banati, ukalisema juu ya œuvre de Dieu. Et je sais que c'est l'œuvre de Dieu qu'on a fait. Sema tu lakini unafanya. Sitaiacha tu niseme. Bwana asifiwe. Juu ya hiyo secret ya nini? Ya ustadi. Haleluya. Secret ya ustadi. Wakati Mungu tu anataka kufanya fikisha kupromesse, obstacle zitafanya. Au tajua kisi zitakuja. Asikwenda sura. Asikwambia si hapa. Tunakia mbele yako tu sifike kwa nini? Kupromesse. Kama una ujasiri zinamwambesha sifike kwa nini? Kupromesse. Bwana asifiwe. Tout chose arrêtez. Wakati Mungu anataka renouveler mission, anapenda kusote zile vitu tatu. Boga, mashaka na ile mavibambazi. Bwana asifiwe. Tuzi mpini niliremarkia mwile vitabu. Ye tunataka so mulikuwa mo promesse. Yoshua niko nampatia nini? Promesse. Ase hakuna mwenye atasimamaka mbele yako. Lakini quelque soit promesse, tu promesse c'est quoi accompli? Il faut l'action. C'est vrai que comment on dit? Mimi nasema hivi, tu promesse ikimiliki inalomba action. Inalomba tendo. Pour que Mungu akufikishie promesse, inalomba wewe ufanye action, ufanye tendo fulani. Bwana asifiwe. Yoshua anamwambia hakuna mwenye atasimamaka mbele yako. Bakisha mwambia vile, Yoshua akikuonekana sasa, tuchunge sasa Mungu atufungulie nini? Atufungulie sasa
Wakati tunaanza kutumika, c'est la foi active. Imani ambayo inatumika inatembea, tuta kuacha tunatumika mzuri. C'est l'intercession. Kisha la fierté de l'église, fierté de l'Israël. Sifa za kanisa, c'est l'évangélisation. Sifa ya kanisa ni injili. Wakati watu wanaenda muma hospitali, kama mnashangilia Bwana, kama mnashangilia Bwana, kwa maana hii siri ambayo Mungu amenipatia kujua, gloire ya kanisa ni intercession na sifa zetu, fierté yetu ni evangelisation. Tukapende vile vitu mbili, tusitarajie kuona nini, tusitarajie kuona hadi za Mungu. Bwana sifiwe. Pour que les musiques pour voir ma chose, condition kwa nini? Kwa force na courage. Mungu akumbuka promesa yake kwenye andiko la force, kwa kuna nguvu na kwenye kuna bidii. Eglise, mwaka huu mwaka wa bidii. Ni mwaka ya kujitia nguvu. Kama ulikuwa unaelekea lamuka mkazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Il faut qu'il a ça pour la présence de Dieu. Dieu a dit, hatutafikia promesse yetu kwa akili yetu ama kwa mawazo papa. Vya Mungu kukavitia mu matematiki. X plus Y égale à Y moins 6 au carré. Équation du second degré. Kisha tunamileta mkazi ya nani? Pale wana Mungu mtafanya. Sababu anaona alianza yeye anafanya. Anajendea leo. Utakuwa tunaruka. Tulishacheka. Ituru tunaanza na instrument. Na njoo na utokea kutana nini? Kanisa za mingi hazina nini? Puissance. Juu ya nini? Bali tumia akili kuliko kutumia nini? Imani. Bwana sifiwe. Ndio maana aferi yetu kwa ndani, soit force et courage. Mimi vile ndio tubiachie nani? Mungu. Bwana sifiwe. Haiko akili yako. Usikuwe na confiance na wewe peke. Ayez la confiance en Dieu. Dieu mwenye alisema kwa atatekeleza. Ya pili ambayo condition ya pili ni fidélité à la parole de Dieu. Kubakia fidèle bila
ukataka tembea na mtu, kama unataka ureisire mvi, tafuta usi entourage ni utatembea naye. Ukakuwa na watu wa mashaka utakufa na Mungu atakuakomplea. Ukapenda uendelee mbele, tafuta watu ya imani mwenye anakuwa kubini Mungu atatenda. Njoo bana, mtu mwenye anaonaka mazingira, mwenye anaonaka njoo neno yenye Mungu alifanya, alisema tembea na mtu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unawaza nini na shida Mungu? Nini na shida Mungu? Hakuna. Mungu anataka tu tukue waaminifu kwa maneno alifanya. Alisema, c'est tout. Bwana asifiwe. Ulisikia mshahara na uprometre sasa ndaenda na wewe lakini hakutakuwa vita. Juu ya nini? Mupromesse de Dieu, Mungu wao usikomba. Na ndio maana alielezea Yoshua, hakuna mwenye atasimamaka na nani mbele yako. Maana anataka kumwambia nini? Uko unatembea na mimi, kutembea na mimi ni vita. Bwana sifiwe. Kutembea na mimi ni nini? Sasa wewe unaanza kazi ya Mungu juu ya vita. Utatembea na Mungu. Utatembea na Mungu. Ase vita na kwa mingi uone vifanye nini? Nibiachi. Vita na kwa mingi uone vifanye nini? Ile kulialia ni sinya wa fema. Batu kwa wanapenda plenge kila saa wanaenda chongea ni sinya wa fema. Nikelezea kama Mungu niondolee faiblesse ya kuwa na chongea. Niondolee faiblesse ya kuwa na shitenge. Sikuweza juu fulani aliniameshe. Sikuweza. Mimi nishasema Mungu niondolee ile. Akanifungia njia. Bila nyamaza. Bila njawaza buroho. Nifanye nini juu niwezi. Nimukondulie hivi. Nikona kule tena nafunga. Unasema niwaze nini juu niwezi. Kwa sababu gani? Kushindwa haimanifesteke hauna Mungu. Tuko wananisikia. Kushindwa kitu mkazi ya Mungu haionyeshi si hauna Mungu. Unaweza shindwa na uko na Mungu. Haleluya. Musa toshe Israeli, Mwegypte alishindwa mara kenda. Na hivyo nafanya mchisa. Farao anafanya anakataa. Kushindwa mkazi ya Mungu, kukosa mkazi ya Mungu haiko sinonimi ya kusema hauna Mungu. Ukombea mtu leo hapone, usiseme ile puissance siku yake nayo huko nayo. Tunakuwa tena Mungu anatundaka. Glory yake kwa ya zaidi tuwatende. Bwana asifiwe. Choma Mungu anasema watu wakulia nini? Mungu anasema sio hakuna mwenye atasimamaka mbele yako. Parce qu'il osite, Yoshua anapiga Yeriko. Yeriko anaiteketeza. Anaingia kwa Yeriko kwa kufanya. Mimi napiga Yeriko juu Mungu alishafanya. Aliniambia hakuna mwenye atafanya nini? Atasimamaka mbele. Kisha Mungu anamwambia, "Kuko wengine mkini kwa kule mbele. Jina lako nini? Jina lako nini?" Yoshua anapiga na hai nayo. Yoshua anasema, "Aka mwingine akaomba tatu wewe wasada wangapi?" Mami, kwa
wa kulialia. Haiko mtu aliyekuita. Haiko mchungaji ndio alifanya. Alikuita. Kuna mwenye alifanya. Kama kuna kilio, rudilia kwake. Rudilia kwa mwenye alikuita. Rudilia Mungu. Watalia kwa Mungu. Haleluya. Watalia kwa Mungu. Mwenye alikuita atakupa maelekezo. Na Yoshua akarudia kwa Mungu. Na soko nalilia Mungu. Haulilia yake ovyo ovyo. Unaliaka sero neno nilishafanya. Aisha ulisemaka hakuna matasimamaka. Sasa huyu anafanya nini? Anasimama. Bwana asifiwe. Hai nasimama. Mungu akamwambia nini? Yoshua, mimi sidanganyaki. Nikasema nafanya nini? Inatimiza. Probleme haiko promese yangu. Probleme ni nini? Ni wewe Yoshua. Yoshua akashtuka. Mungu nini? Kuko mwenyelisha enda kinyume ya nini? Ya maneno yao. Kinyume ya maagizo yao. Acha nieleze. Ce qui donne la force et l'accomplissement ya promesse ni maagizo se Mungu anapanaka nyuma ya promesse. Hamunisikie. Yena nguvu ya promesse ni ile neno yenye Mungu anasemaka nyuma ya nini? Ya promesse. Analizia Yoshua. Maneno yao sifeni. Isitoke, uniheshimi, unitii, jua kuna mwenye atasimamaka nani mbele yako. Lakini muda wote haunitii, bado watafanya batasimama. Sasa Yoshua kama ulishindwa haiko mimi, utiifu ni kibia mwenyewe. Kanisa la Asi, kumbuka utiifu yako ya kwanza. Kumbuka ile ndio nifanya nguvu yako. Amen. Ile ndio nifanya Mungu anachonesha. Ulipolia mbele za Mungu, Mungu alifanya nini? Alisikia. Mungu mtiifu, promesse iko kama. Utiifu na kosekana, promesse haitafika. Inabakia tu kwa kulevya. Promesse iko kwa kulevya. Si kisha zeeka. Zeeka mzuri. Mungu iko na cha nini? Iko na besoin kutimisi. Autii, promesse ndio inabaki kufanya. Joma na leo na kutekurashi. Hata basi kupatia promesse za mingi kama huo utiifu. Bwana asifiwe. Yoshua, kama unapenda upige haya, kirudilia tena nini? Utiifu. Yoshua akasema nini? Kama ni kusakrifia ile familia yake yote, si ni kwa victoria, au ni fene. Unaisakrifia. Mupatie Mungu tukufu. Israeli mpite hapa. Control. Bana kutana timu ya mwanzo tunake nani? Akawa anaisha shikicho. Ase baba, mbona unatusumbua? Juu yako ndio maana tukanye. Ulikufa nini? Mungu alikutakasaka tusibebe hivi vitu. Ulikusia nini? Kanisa la Asi. Kuko vya mingi vya Mungu sasa kutakasaka. Kuko vya mingi. Hayo umekutaka sisi. Tumiache tuone neema ya nani? Ya Mungu. Tunataka vuka. Kule promesse hilo. Tumiache. Hapo ukishikopale, mbona wale wanaombaka? Sina mbona wanaombaka na wanavifanya. Wanavifanyaka, mimi mambo hakuna neno. Si neno lishaka kuo. Tumiache. Tumiache. Tuko matifu kwa Mungu. Mungu anahitaji kwetu nini? Mtiifu, tunayatimize nini? Promesse yake. Haleluya. Bila ile Mungu yatalawa nini? Mikono. Joma anasema nini? La fidélité de Dieu est attachée non pas à ce qu'il a promis, mais plutôt à ce qu'il t'a demandé de faire. Voilà. Uaminifu wa Mungu inaambatana hapana na yenye alikuahidi na kutendea, lakini inaambatana na yenye alikuwa Mungu wewe usifanye. Usifanye. Haleluya. Wakati Yoshua alikula hiyo, aliposakrifia Akani, Biblia inatuambia victoire ikarudia nani? Israeli. Promesse ya Mungu ikakuwa complete. Bwana asifiwe. Hakuna situation itatuweza mu 2026 kama tunabakia batifu kwa maagizo la nani? La Mungu. Voilà pourquoi nasema nini? Mkuvuka
tusiangalie nyuma. Bwana asifiwe. Tusijirefishie kupase. Jana tulishindwa. Tulitandea hivi vikana viwezekana. Bila tuliendelea. Tuye sasa tunaenda na ahadi ya nani? Ya Mungu. Kinahitajika ni kutii tu nani? Mungu. Ya pili ni milenda malizia. Ndio malizia neno tamu. Ya kwanza ninasema tusiangalie nyuma wakati tuko na traverse. Tusiambatane na promesse de Dieu. Ya pili ninasema promesse ya Mungu ni ya bure kama hatuingie kwa action. Wasifiwe. Kama tutende kazi, promesse ya Mungu itafanya haitashindwa. Toke mwivuka inabidi tusimame tuingie sasa kwenye kazi. Ya tatu, réussite itatepana na intimité yetu na nani? Na Mungu. Urafiki wetu wa nini? Wa karibu. Ya nne, présence de Dieu ndio sécurité yetu ya kabambi. Wasifiwe. Tusipoteze présence de Dieu. Kama moyo yako chuki nataka kuja ya kuvunja ile présence de Dieu, tosha haya. Kama kunaanza pia mtu kupata songi na kimiza présence de Dieu, tosha haya. Turudilie wakati wa zamani. Sawa na kuletea maneno ya kutaka kuwatia Mungu mbaya. Mulikuwa na chibi yaka nini? Chukua nani nikusema nini? Tusiseme watu lakini tumedite nini? Pardon. Turudilie ile matabia zetu. Chukua nini? Tusichukuliwe. Sile zilifaa valere ya nani? Ya kanisa. Bwana asifiwe. Ya mwisho, courage. Ikonusi. Bwana asifiwe. Hakuna Mungu kututendea kama tuna nini? Kama tuna courage. Wapendwa, tuamke. Tusimame, tuvuke. Muda wa kuvuka leo. Tusimamie sisi tulikuwa. Kama tatua ya kutumikia Mungu. Kama tatua ya kufanya kazi ya Mungu. Kama ulikuwa mwimbaji, imbia Mungu avec seriosité. Haleluya. Tukwaje mwimbaji alizao nishawaambia. Mchezo ulisha mdeni. Verse 2026 mwenye aiko mwimbaji ya hati kukuimu. Bwana sifi. Hatutatumikia Mungu tena mwenyewe. Mchezo. Haleluya. Il est temps ya kutraverser. Tuko naona mbele nini? Promesse. Tunaenda na promesse, mais batafika ku promesse. Ni bebesha kwa courage spirituel. Bebesha kwa na force, banatika kujitia nguvu. Ikawa mvula atatembea. Ikiwa mjua